Naam, ni sauti ya Ezekiel mitamboni na hii hapa nijifunze mixing ndani ya mitambo. Nazidi kuchana mawimbi ni bukoli kati hapa. Nazidi kusababisha bana nimekuletea vocal hapa. Kama unatumia mic ndogo, usirushe hii video, usikate hii video wala usihame, upo mikono sahihi. Yaani kama unatumia condenser BM800, hata hii vocal nimeijaza na BM800. Kama unatumia chumba kibovu kama cha kwangu, usirushe hii video. Na kama una mic kubwa, usirushe pia hii video. Kama wa mic ndogo ataweza kufanya hiki kitu, alafu wewe wa mic kubwa ukashindwa, itakuwa ni aibu sana. Ni aibu sana. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ninapenda kukushauri kabla sijaanza mixing, kuwa makini wakati unajaza vocal. Vocal zako wakati unazijaza, kuwa nazo makini. Usijaze vocal linakuwa linene sana kama hivi. Wengine wananipigia simu wengi sana wanalalamika kwamba nikijaza vocal zangu zinakuwa ni ndogo. Vocal kwa kawaida zinakuwaga ni ndogo. Hauwezi ukajaza vocal nene hivi eti kisa uisikie. Hapana. Vocal tunajaza vocal ndogo, alafu muda wa mixing ndio vocal zako sasa tutazifanyia mixing. Kama vocal tayari zimeshajaa, unafanya mixing ya nini sasa? Haina maana hiyo mixing. Kwa hiyo jaza vocal zako vikiwa vidogo kama hivyo unavyoona kwa Ezekiel Mtumbadi nilivyojaza. Hebu sikiliza, na hii nyimbo ni ya Ezekiel Mtumbadi. Nitaipost hapa sio muda. Kwa hiyo comment ziwe nyingi. Watu mcomment kama mvua. Comment unatokea wapi? Comment unafurahishwa na nini? Comment. Sio achoe paka kwenye comment. Sikiliza alafu tuanze mixing. Mimi bado nakutegemea Bwana. Vita bado ndo kwanza vimeanza. Usiniache na kutumaini Bwana. Nakutumaini Bwana. Hivi kweli hizo baka vocal zenyewe zina harmony. Zina autotune, lakini hii main haina kila kitu hapo. Mimi bado nakutegemea Bwana. Vita bado ndo kwanza vimeanza. Kiwasha na beat CD vinasikika hivi. Usiniache na kutumaini Bwana. Kwa hiyo usitake kujaza yani ujaze hadi ujaze tena eti ndio wewe unaona kwamba nimejaza. Ngoja tuweke hadi hapa, tunaanza mixing. Kitu cha kwanza hapa kabla tujafanya chochote, tuweke Aravox Stereo. Inapatikana kwenye bando la Wave, kuanzia Wave hizo 8 hata 8 hiyo ngapi hii imo. Na hii mchango wake mkubwa kwenye vocal, huwa inaiamsha vocal, yani inaisogeza mbele ya beat vocal, alafu pia inaifanya vocal iwe na uzito. Hata kama mwimbaji aliimba kisauti kidogo yenyewe inajaza. Pia hapa ina compressor ambao ndio tuna compress vocal yetu, na hapa ina gain, yani ni sauti sasa ile ukishusha chini inapungua. Hapa kuna gate kwamba mwimbaji akinyamaza inafunga. Kwa hiyo sisi hapa tunacheza na compressor tu ili sauti yetu tuisikie. Maki hatuisikii. Niweke 15 hapo tusikie. Bado ndo kwanza vimeanza. Usiniache na kutumaini Bwana. Hapo vocal yetu tumeisikia vizuri sasa. Kwa hiyo paka hapo vocal tumesikia. Mimi bado nakutegemea Bwana. Vita bado ndo kwanza vimeanza. Usiniache na kutumaini Bwana. Nakutumaini Bwana. Hivi kweli ndio haya. Kwa hiyo kama vocal zetu tumezisikia, tunaweza tukaendelea sasa. Tukate kwenye sehemu ya bass huku. Kwenye high pass ya bass hapa nimekata kama 130.0 Hz. Kwa hiyo ndo tumeikata ili kutoa ile miungulumo ya chini. Kwa hiyo paka hapo ukisikiliza iko hivi. Mimi bado nakutegemea Bwana. Vita bado ndo kwanza vimeanza. Safi kabisa. Vocal yetu inakuwa inaendelea sasa kupata ule mngao. Hatuweki mavitu tu mengi. Tunaweka vitu vyenye maana. Lakini pia hapa tuongezeka compressor kapaka CLA2 stereo yo. Inapatikana kwenye bando la Wave. Nimetoa kwenye dynamics hapo. Kwa hiyo hii nayo inafanya sehemu ambayo mwimbaji alishuka yenyewe inanyanyua, lakini sehemu ambayo mwimbaji alipanda yenyewe inafanya kushusha. Kwa hiyo yenyewe inaweka msawazisho. Kwa hiyo hii
hatuchezi nao pengi sana, na yenyewe ni vitu ambavyo ni rahisi kutumia hata kama unaanza muziki. Kwa hiyo wewe weka hapo off, njoo hapa kwenye high frequency hapa, weka hivi flat, alafu hapa kwenye peak reduction hapa chezea tu hivi kulingana hapo kwako unakuwa unaisikiliza. Sasa mimi mashine yangu nikisikiliza huwa ina lam ndogo, inawezeka inaganda hapa. Kwa hiyo nimeweka 50 hapo. Kwa hiyo mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza, usiniache na kutumaini Bwana. Hivi kweli dado naniona njia ngumu nayopita? Tunaendelea, usikate tamaa, tunaendelea. Hapa kitu kingine ambacho tunaweza tukaweka, tunaweza tukaja hapa tukachukua hapa kwenye adha, tukachukua hii nayo huwa inasaidia sauti yako kufanya iwe ngaavu, nadhani ni Kiswahili hicho kinaeleweka, sauti iwe ngaavu. Punguza kidogo ili kulingana na msanii wako sana koo lake, napunguza kidogo. Baada ya kuitia hiyo sasa, ngoja tusikie. Baada ya kuitia hiyo, tusikie sasa ilileta matokeo gani kwenye poko yetu. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza. Sauti inakuwa ngaavu. Lakini pia hatujaishia hapo, tuongezee haka, tukate sehemu ya bezi hapa, tukate sehemu ya bezi. Oh Jesus, unaweza ukasikiliza, lakini mimi hapa nikisikiliza hai kidogo sana, yani hapo nimekata sehemu ya kuanzia 31.5 mpaka hapo kwenye 125 Hz. Hapo nimefanya kukata, lakini kwenye 16 huko K, kuanzia 8 hapo K mpaka 16 huko nimefanya kuboost. Kwa hiyo hapo sauti yetu itakaa hivi. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza, usiniache na kutumaini Bwana. Ukisikiliza vizuri utasikia sauti yetu imekuwa na mchomo mkali sana. Kwa hiyo unarudi huku, unafanya kupunguza. Sio yote napo. Hapo haya, tunaendelea hapa, tuweke badiza kwa ajili ya kupunguza hiyo michomo pia. Hii nao tutashusha paka ambapo itaanzia kushika. Hebu hapa tusikie. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza, usiniache na kutumaini Bwana. Ni kwa nao makini, unaweza ukakata paka voko yako ikapauka, ikatoka kwenye uhalisia. Jamani, kama una BM 800 kaa utulie nikupe madude. Lakini pia hapa tuweke kilivabu. Unaweza ukaweka huko kwenye track za huku, au kawekea hapa, ni wewe tu. Chukua livabu yako, weka hii fire, ipige hata ngapi, hata 8, hata 10 hapo. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza. Tuipunguze kidogo ili vibe yetu. Kidogo hapo 8 hapo. Tutie na kadrei. Taka ka mono dray fresh, ingia ndani. Chukua hii preset wanaita sweet vocal dray. Sweet vocal dray, alafu hapo punguza ili isikupe madray mengi sana. Paka hapo tutakuwa hivi. Mimi bado nakutegemea Bwana,
vita bado ndo kwanza Dre kwa mbali inasikika. Haya, tuongezee na chorus sasa. Chorus inachoingia huko ndani, tafuta hiyo anasema wide background vocal, alafu hapo weka hata hiyo 8 inatosha. Haya, paka hapo sasa weka autotune. Autotune nilikuwa nimeshaweka hii hapa. Autotune nilitumia B major, alafu speed nikaweka 5 kulingana na vocal. Harmonize nikaweka 25 hapo. Kwa hiyo vocal yetu tukiwa na autotune sana, hiyo mixing inalia hivi. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza, usiniache na kutumaini Bwana. Sikiza nikwambie, mixing sio mavitu mengi. Mixing ni kusikiliza. Baada sasa ya kuweka hizi plug zote, sio kwamba umemaliza. Baada ya kuweka hizi plug zote, unakaa sasa kuanza kusikiliza. Kuna watu wengine eti yeye akipata kosa anaongeza plug, akipata kosa kutatua kosa anaongeza plug. Hapana, ukipata kosa sio uongeze plug. Rudi kwenye zile plug ulizokwisha weka. Huko ndio upunguze. Kama ni high imezidi, rudi kwenye plug upunguze high. Kama ni base imezidi, rudi kwenye plug hizo ulizoweka ukate base. Sio kwamba eti wewe unapata kichangamoto tu kidogo unatia plug. Kila plug unayoiongeza inaharibu vocal. Kwa hiyo kama hapa nimesikia kuna kimchomo kipo hapa. Hapana, hapa kuna kimchomo hapa kipo. Hii inatakiwa ikae hapo. Kugadi hicho kimchomo kisiwepo. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza. Unaona, kwa hiyo tukifungua na hizi sasa, hizi bakavoko zake zinakuwa sound hivi. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza, usiniache na kutumaini Bwana, na kutumaini Bwana. Hivi kweli dado unaniona njia ngumu na unaona sasa hiyo hali. Kwa hiyo hapo unakuwa umepata vocal moja kali sana. Haya. Sasa baada ya hapo, ukimaliza hapo, hapa tumefanya mixing. Kuna mastering. Na mastering hatubadilishi mixing. Mastering tunafanya tu muziki wetu uwe mkubwa, usikike kwa viwango vinavyotakiwa, ukapigwa kwenye speaker ya magari huko, mabufa, speaker makubwa huko, watu isipelee, uwe na muziki kama mingine. Kwa hiyo tu save hii. Tu save hii na tunatoa wave, sio MP3, tunatoa wave. Tunatoa wave ili tufanye mastering sasa. Hapa napiga kila kitu. Tanielewa? Wewe kama una BM 800 au mic yoyote ndogo unaoiona wewe ni ndogo, kaa kwa kutulia hapa. Kaa kwa kutulia. Naingia sasa upande wa mastering. Niko chapu kulingana na muda, watu hawana mabando. Wifi zenyewe hizi watu hawana mabando. Kwa hiyo niko chapu sana. Haya, naweka hii wave yangu hapa ili nianze mastering sasa. Nikuonyeshe mastering. So unaziona hata hizo wave zake hizi ni ndogo ndogo hizi. Sasa hii inatakiwa ziwe kubwa. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza. Haya, naanza sasa kuweka mastering yangu. Hapa nakuja kwenye dynamic hizi hapa, naenda huku kwenye more plug, nakuja nachukua SSL compressor. Naingia hapa ndani, nachukua hii mastering. Sasa hii mastering hapa nimeshachukua kwa kurahisishia. Kuna settings zingine ambazo nikiwaambia hapa set inaweza zikakuchanganya. Lakini kitu kikubwa ukishachukua hiyo setting ya mastering, kitu kikubwa ucheze na hii threshold. Hii threshold inatakiwa hii compressor yako hapa
icheze kwenye 2, na hapa tunaona imeanzia 0 ikaenda 4. Maana yake kuna 1 na 2 vimo humo ndani katikati. Kwa hiyo aka kamshale kako kanatakiwa kacheze hapa katikati. Ndio maana yake 2 yetu ipo hapo katikati. Kwa hiyo huo mshale unatakiwa ucheze katikati. Haya, tuanze kuichokonoa sasa. Huku tuna set. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza. Usiniache na kutumia tena maini Bwana, nakutuma hivi kweli dado naniona inji yangu vita ona manishona nakutuma. Wow, hapo imekaa poa kabisa. Kwa hiyo ukiona kama mshale wako hapo unakataa, maana yake kuna sehemu umeyahofia. Rudi ukayatengeneze. Haya, au unazidi kuchezea hapo ili ikamate vizuri hiyo compressor yako. Lakini kitu kingine hapa tunaongezea tuongezea hata hii 10. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza. Usiniache na kutumaini Bwana, nakutumaini Bwana. Hivi kweli dado naniona inji ya ngumu nayopita. Tunagusa kidogo tu, usiguse sana. Yaani nimeshakwambia kwamba mastering haibadilishi mixing. Mastering tunataka tu msawazisho sasa wa vitu wa muziki wetu ukae sawa, ila sio kubadilisha mixing. Yaani wewe kama umekosea kwenye mixing, usitegemee utaenda kusawazisha kwenye mastering. Huo ni uongo. Yaani hilo sahau. Lakini pia kuna kitu hapa tuongezee hii Fab Filter Equity 3 hiyo. Hii tunaifanya ni hii tunakata sehemu ya base. Wewe nikwambie. Yaani kuna base zinaliaga hata mtu uweze kuzisikia. Usizanie eti kila kitu ni kupandisha tu hai. Hata base tunaweza tukalikata. Tunalikata base hili. Kuna sehemu ya base vinaliaga vitu mtu uweze kuvisikia. Kwa mfano tukianzia hapa kuanzia kwenye 25 Hz kurudi nyuma. Yaani hapo ni sehemu ambayo base hilo linaliaga halisikikagi. Kwa hiyo inakuwa ni kama vile tu kelele. Kwa hiyo badala ule muziki wako uwe na groove nzuri, unajikuta ile base na kick havisikiki vizuri kwa sababu kuna limuungulumo kule chini ambalo linaletaga jamu. Yaani hilo halisikikagi hata kama ukitega masikio halisikiki. Kwa hiyo hilo halina thamani, tunalikata. Baada ya kukaa mimi nikatafakari, nikaona kwa mimi kichwa changu na uelewa wangu, nikaona kwamba hii base hapo chini inasumbua, haina thamani, kata hiyo base itoke. Kwa hiyo tukishaitoa hiyo base, tunaendelea naweka stereo ianza hii hapa, tuingie huko ndani, tuchukue hapa mastering, alafu tu boost kidogo sana ili kusababisha zile sauti zetu zile back vocals zichanue na muziki pia usambae, muziki usikae sehemu moja, usambae. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza. Usiniache na kutumaini Bwana, nakutumaini Bwana. Hii ngoma naiposti jamani, sio muda naiposti, naiachia hii ngoma hii ya Yusufu Bendi. Yusufu tena, mashabiki wa Yusufu tena, kaeni makini tujilambe na hiyo ngoma. Haya, kitu cha mwisho kabisa ambacho hapa waze kila mtu mbadi waga naweka, huwa naweka Fab Filter Pro L2 hapa. Hii ndio waga namalizia mastering yangu, kuboost muziki wangu, kutoa kabisa uwe na viwango vinavyotakiwa. Huwa nacheza na hii gain hii. Kama muziki uliutoa kule ni mkubwa sana, ni unacheza kwenye viwango ambavyo vinaanzia labda hata 6 dB ngapi huko, kama uliutoa unalia hivyo. Sasa mimi kwangu nimeutoa unalia chini sana, ningeweka hata hapa 6 dB ningetosha kabisa, lakini kulingana na muziki wangu 6 dB hapa haiwezi kalia inavyotakiwa. Ngoja niweke hata 10 huko, ndio muziki wangu sasa unaweza ukalia kwa viwango vinavyotakiwa. Mimi tegemea Bwana,
vita bado ndo kwanza vimeanza. Usiniache na kutumaini Bwana, na kutumaini Bwana. Lakini sio hapo tu, huwa naingia huko ndani pia nachukua hii hapa transparent hapo, kwa sababu ya kufanya mziki wangu sasa uwe mzito, ujae. Hii hapa itakuwa hivi. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza. Lakini baada ya hapo huwa siachi hivyo. Mziki wangu unaweza ukawa umeenda nje na balance. Kwa hiyo unajikuta wengine wakiweka kwenye speaker zao labda zinaweza zikaunguza Twitter, wakaunguza manini huko. Ili uwe na balance, hapa huaga naweka 1 mpaka 2 hapa kwenye output, naweka 1 ili kubalance. Hata ukienda kuuliza kwenye speaker zingine mziki usiwe na kelo. Naweka hapo. Mpaka hapo nakuwa nimemaliza hii mastering yangu. Kinachobaki, nimemaliza mastering lakini sijamaliza kusikiliza. Kwa naendelea kusikiliza, nachukua na mziki wa producer ambaye namkubali kama wewe unavyonikubali, kila mtu mbadi. Naweka hapo, natenga na mziki wangu hapo, naangalia kwamba sauti ya huu mziki na huu kwangu vinaendana. Kama bado narudi huko na boost mziki wangu uende upande juu. Kama unachoma narudi kwenye mixing, napunguza, nachukua tena wave na kuja naweka tena huko. Naendelea mpaka nipate kitu ambacho ninakitaka. Kwa wewe kama unatumia BM 800, hii mixing ukifuatilia ukajifunza leo, kesho kutwa, haki ya nani utapata voko kama hii iliyotulia. Mimi bado nakutegemea Bwana, vita bado ndo kwanza vimeanza. Usiniache na kutumaini Bwana, na kutumaini Bwana. Hivi kweli dado naniona njia ngumu nayopita, ona maadui wamenishona, na kutumaini Bwana. Wewe Yesu, ungeniachia dakika, ungenipa muda, nyonge na wewe dadi, ungeniachia dakika, ungenipa muda. Yani mziki unakuwa na usichokijua kwenye hii Fabu Filter Pro. Hii ina uwezo wa kunyanyua mziki bila kubadilisha uhalisia wa mziki wako. Yani bila kuanza kupalaza wala nini. Yani yenyewe inaunyanyua mziki wako bila kubadilisha uhalisia wa mziki wako au wa sauti yako. Yani sio kama hivyo hizo plug zingine, lakini hii ni plug nzuri sana kwenye kufanyia mastering final. Yani inanyanyua mziki wako bila kubadilisha chochote. Kwa hiyo mziki wako unanyanyuka ukiwa vizuri kabisa. Kwa hiyo fanya hivi, jifunze. Mastering ni hii hapo, mixing ni ile kule. Nadhani utakuwa umenielewa. Nikutakia siku njema. Wananiita Kila Mtu Mbadi, na hii ni Jifunze Mixing. Karibu sana kwenye masomo mengine.